السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله فقد فاز المتقون. Ndugu zangu Waislamu, tukiwa katika viwanja vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala vipendavyo zaidi, katika viwanja ambavyo kwamba Subhanahu wa Ta'ala ndivyo amevipendekeza, kwanza kabisa tukumbushane katika nia ya i'tikaf, kwa sababu sote tupo msikitini, na tunapokuwa msikitini tunatofautiana kwa daraja. Wako ambao kwamba watapata thawabu zaidi, wako ambao kwamba wataondoka hapa hali ya kwamba hazina zao zimejaa. Kule kukaa tu msikitini, alhamdulillah, ni thawabu kubwa sana, hata kama hukutia nia ya i'tikaf. Lakini yule atakayetia nia ya i'tikaf atakuzidi thawabu, kwa sababu uwepo tu katika viwanja vitakatifu si kama yule ambaye kwamba yuko nje ya viwanja kama hivi. Ahabbu albiqa'i ila Allah masajiduha wa abghadhu albiqa'i ila Allah aswaquha au albilad. Leo tukiwa katika siku ya Ijumaa, mwanzo wa Jumua ndani ya mwezi miongoni mwa miezi ya ashhurul hurum, mwezi wa Dhulqaada, Ijumaa ya kwanza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupatie zile thawabu ambazo kwamba zipo katika miezi kama hii. Na miezi kama hii twaikurubisha na kuipokea na kufanya sana tauba. Na kufanya tauba ni kuleta kwa wingi al-istighfar. Japo kuna wanazuoni wametofautisha baina nini tauba na nini maana ya istighfar, lakini wengine wakasema zote ni moja, kwa sababu yote ni kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wale waliopambanua wakasema at-tauba, tauba ni kuacha lile jambo la maasiya uliokuwa ukilifanya. Na ndio maana wanazuoni wakatuwekea shurutu tauba 3 ila 4. Sharti za mtu kutubia ni 3 na inaongezeka ya 4 iwapo umemkosea mwanadamu mwenzako au umefanya kosa ambalo kwamba ni katika huquqi nnas. Sharti ya tauba wasema an-nadam, kwanza ni kujutia, au kwanza al-iqla'u ni kujivua katika lile kosa. Wewe umefanya makosa, kwanza ukajitoa katika lile kosa. Ya pili an-nadam ni kujutia kwamba kwa nini mimi nimefanya, ya Rabbi najuta, kwa nini mimi nimefanya kosa fulani. Ya tatu walazmu ala alla yauda ilayhi, ni kuazimia ya kwamba mimi sitorudia tena kosa hili ya Rabb. Hii ikiwa umemkosea Mwenyezi Mungu mambo yake, umefanya makosa kama vile fanya zina, pombe, kucheza kamari, kusema uongo. Ama ikiwa ni huquqi nnas, haki za watu,
basi pale huongezeka sharti nyingine, waraddul madhalim, kurudisha zile haki za watu. Umemuibia mtu, haitoshi zile sharti tatu kwamba mimi nimejuta, nimeazimia sitorudia tena, nimejivua katika lile kosa. Lazima umtake yule mwenye jambo lake, yule uliyemkosea, ukamrudishia kile ulichomdhulumu, haki yake uliyochukua ukairudisha. Pale ndo utakuwa umetimiza sharti za tauba. Na al-istighfar ni nini? Ma maana al-istighfar? Wasema huwa talabul maghfirah min Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nini maana ya kuomba msamaha? Nini maana talabul maghfirah? Huwa talabul as-satr min Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuomba kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akusitiri, na ndio maana ya kukusamehe. Ile kuomba istighfar maana yake wamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi nistiri mimi katika hili, ya Rabbi nisamehe, maana yake lifute hili dhambi, lifute hili kosa, lisiweko tena. Walil istighfar fawaid, na istighfaru ina thawab, ina faida nyingi sana. Fawaidun ambazo kwamba hupatikana kupitia istighfar. Nini faida za istighfar? Unapofanya istighfar unapata nini? Natija yake ni kitu gani? Wanasema kama ilivyokuja katika hadithi, yufarriju al-kurub wa yuzilu al-humum. Kwanza huondoa matatizo, tafrija, utapata faraja kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kuleta istighfar. Lakini pia huondoa humum, hamu hizi na ghamu, mahamu ya kidunia, humumu dunia, hamu za kidunia. Unaweza kusema hamu ni nini? Kitu gani hiyo? Ni mtu kuwa na hamu. Alhamu walgham, alham ni yale mazito ya kidunia. Leo una mgonjwa, leo una shida hii, mitihani nyumbani haiishi, leo una matatizo ya kifamilia, leo yule fulani na fulani hawasemezani, mimi napata dhiki, madeni yamejaa, sijui nitamaliza lini, shida hizi na zile, ndio hamu hizo. Ukileta istighfar, Mwenyezi Mungu ni sababu ya wewe kupata faraja katika hizi hamu ambazo kwamba unazo. Walakin wasatatika rizq min haythu la tahtasib, na itakujia wewe riziki pasipo na kutarajia. Ghafla tu utaona riziki imekuja, wala hujui imetoka wapi, wala hujui imekuja kwa mnasaba gani, lakini riziki imekujia ni yako wewe. Kwa nini? Kwa sababu ya kuleta istighfar. Mtizame Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asemaje? Asema, mimi namtaka Mungu subhanahu wa ta'ala, Mola wangu, msamaha kwa siku moja mara 70 ila 100 mara. Mtume ni yule ambaye kwamba ameshaambiwa liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, Mwenyezi Mungu akusamehe madhambi yako yaliyotangulia na yatakayokuja. Wa bil hakika Mtume Muhammad hana madhambi sallallahu alayhi wasallam, lakini yote ni katika kumuongeza daraja na cheo bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha isitoshe asema, mimi la astaghfiru rabbi fil yawmi 70 ila 100 mara, namtaka Mola msamaha katika kila siku mara 70 mpaka mara 100. Hebu tujiulize mimi naye ndugu yangu Muislamu, istighfaru unaleta mara ngapi kwa siku? Wewe unamlilia Mola wako kwa siku kumtaka msamaha mara ngapi ndugu yangu Muislamu? Ikiwa huna hilo,
basi ni lazima ujiwekee al-istighfar, ukawa na uradi kwamba kila siku na mimi nilete istighfaru, na mimi kila siku nimuombe Mwenyezi Mungu msamaha, kwa sababu hakuna mkamilifu, kila mmoja ana madhambi yake, tunazidiana tu, huyo yake makubwa makubwa, huyu madogo madogo, huyu yuko katikati. Mtume صلى الله عليه وسلم asemaje? Kullukum khata'una wa khairul khata'in at-tawwabun, nyote ni wenye kukosa na wabora wa wale wenye kukosea ni wale wenye kutaka tauba kwa Mwenyezi Mungu na kutaka msamaha, ni wale wenye kutambua kwamba sisi tumemkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, leo nimtake Mola msamaha, nirudi nyuma, niombe tauba na nifanye istighfaru kwa wingi. Bwana mmoja alipoambiwa istighfaru huleta riziki, hufungua mambo, ikawa yeye ana haja katika maisha yake ataka, lakini kadri anavyoleta yale ambayo kwamba anayoyafanya ya khairi hapati kitu, akaamua kushikamana na istighfar. Lakini ndugu yangu Muislamu, unapoleta istighfar, unapoambiwa kwamba ukifanya kitu fulani Mwenyezi Mungu naye atakupa kitu fulani, usitarajie hapo kwa hapo. Ni lazima Mwenyezi Mungu akujaribu, ni lazima Mwenyezi Mungu akupe mtihani kwanza. Huyu alikuwa ni binti, alikuwa wakati wake wa kuolewa umefika, na kidogo changamoto za wazazi za hapa na pale, ikawa atafuta namna gani atapata mtu wa kheri wa kumuoa ambaye ataendana naye kimaadili, kama vile anavyosema Mtume Muhammad, fadhfar bidhati dini taribat yadaka, chagua mwenye dini basi Mungu atakubariki, mikono yako itabarikiwa. Wanaokuja ni wengi, lakini kila anayekuja anaona huyu hanifai. Basi inasemekana alikaa miaka 4 yualeta istighfaru, lakini bado Mwenyezi Mungu hajamuamulia, bado Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajampa. Baadaye akabadilisha sigha, yani sigha za istighfaru ziko nyingi sana kama tutakavyozieleza. Akawa sasa badala ya kuleta 100 kwa siku, akawa yualeta mara 500 mara 1000 kwa siku moja. Haikutimia wiki, Mwenyezi Mungu alimpa jibu lake na akafanikiwa kile alichokuwa akikitarajia. Tumsalieni Mtume Muhammad. Kumbe Mwenyezi Mungu ile miaka yote ilikuwa yumjaribu, amwangalia huyu mja wangu atakuwa na subra katika hili, je anaweza kuvumilia? Na kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia katika kujibiwa dua iko mara 3 katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani wewe mfano umeomba dua, ya Rabbi niruzuku na mimi nyumba, ya Rabbi nifungulie na mimi mlango wa riziki, ya Rabbi na mimi natarajia kitu fulani, ukawa wewe waomba kila siku. Mungu amesemaje? Ud'uni astajib lakum, niombeni na mimi nitawajibu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kuna namna 3 ya Mwenyezi Mungu kukujibu dua. Ya kwanza, mtu akiomba tu hujibiwa pale pale, na hii mara nyingi napenda kuisema kwa sababu watu watulize fikra zao. Usije ukaona mbona mimi naomba sana lakini Mungu hanipi, mwisho usije ukamkufuru Mwenyezi Mungu, ukaona mbona wenzangu huyu amefunguliwa amepata hiki, biashara yake enda vizuri, mimi nimefungua nina miaka 2 mpaka leo ni vile vile tu, mwenzangu hata mwaka hajatimiza tayari ashafunguliwa,
amepata duka, amepata na lingine na amejenga. Mimi wacha kujenga, hili duka langu lenyewe ni hasara kila siku, lakini kwa kuwa sina lingine naendelea nalo. Ni Mwenyezi Mungu anakujaribu. Mwenyezi Mungu yuwakupa mitihani. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia aina ya kujibiwa dua ya kwanza ni kwamba mja yule Mwenyezi Mungu humpatia kile anachokiomba. Ndipo pale mja yule akiomba dua ukaona mwingine amefungukiwa, mwingine amepata, ashafanikiwa kile anachokitaka. Namna ya pili ya kujibiwa dua, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia ni kwamba yule mja anayeomba dua ile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humwepusha na matatizo. Hii ni aina pia ya kujibiwa dua. Ilikuwa kuna shida ije ikupate kupitia ile dua ambayo kwamba waiomba Mwenyezi Mungu akupatie kitu fulani, hakukupa, amekuzuia na hili tatizo usilipate na vile vile. Ndio pale utasikia zile lugha za kikwetu, utasikia fulani bana amenusurika kifo, fulani bana mtoto wake karibu avunjike mguu. Kumbe kule kwamba amenusurika mtoto wako kutovunjika mguu, kutoungua, kutopata ajali, nyumba yako kutopata kuungua kwa moto, duka lako kutopata matatizo, yote ni ile dua. Tena unazokuwa wewe dua yenyewe waomba kitu kingine. Ya Rabbi, nipate na mimi riziki kunjufu. Ya Rabbi, na mimi natamani kumiliki kiwanja. Ya Rabbi, na mimi natamani niwe na nyumba yangu. Nimechoka mambo ya kulipa kodi kila mwaka au kila mwezi. Wewe ukajikuta nyumba hupati, ardhi hupati, yale unayoomba Mwenyezi Mungu hakupi. Lakini badala yake kuna mambo mengi umeyaona katika maisha yako. Mimi ilikuwa niingie katika matatizo fulani, Mwenyezi Mungu ameninusuru. Imepatikana ajali, watu kadhaa wameumia, mimi sikuumia. Kumbe ni ile dua yako unayoomba Mwenyezi Mungu hukuepusha na matatizo. Kwa hiyo usione kwamba kutojibiwa dua yako maana yake kwamba Mwenyezi Mungu hakupendi. Na Mtume atuambia Mwenyezi Mungu hupenda akimuona mja wake yuamuomba. Kwa hiyo wewe ukiwa umekumbuka ukasema na mimi namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wamlilia Allah Tabaraka wa Ta'ala, maana yake ni kuonyesha mahaba ya Mwenyezi Mungu kwako wewe. Namna ya tatu, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wengine dua zao watajibiwa siku ya peponi, siku ya kiyama huko. Japo hapa kidogo mwanadamu ambaye kwamba imani yake si thabiti ataona hapa ni pazito kidogo, kwa nini mimi nisubiri mpaka siku ya kiyama? Lakini angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia, na mwanadamu atakayelipwa siku ya kiyama ile dua aliyokuwa akiomba duniani, akaona yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amempa, amwambie hii ni kwa sababu ya ile dua yako siku ulivyokuwa duniani ukiomba. Watamani kumiliki gari, hukumiliki gari maisha yako wewe. Leo nimekupa hapa. Mja yule atamani, Mtume atuhadithia asema, mja yule atatamani kwamba dua zake zote laiti kwamba angejibiwa huko, kwa sababu za dunia zimekwisha. Ulipewa nyumba, iko wapi? Ulipewa gari, iko wapi? Umepewa hiki na kile, viko wapi? Ushakufa sasa hivi, ushaondoka. Al-intiqalu min dari dunya ila dari al-akhirah, havikufai tena vile. Ikiwa ni gari umeshaiacha, ikiwa ni nyumba ushaiacha, ikiwa ni naimu dunia zote umeziacha hapa. Yule atakayepewa kule sasa atatamani kwamba laiti kwamba na mimi dua zangu ningekuwa najibiwa huku nikapata hii naimu ya akhira. Hakadha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndivyo alivyotufundisha. Kwa hiyo al-istighfar inaleta riziki. Mmoja katika wanazuoni aliendewa na bwana mmoja, akamwambia, ya habib au ya sheikh, natamani na mimi kupata mtoto. Nimeoa sasa hivi, ndoa yangu ina miaka kadhaa, lakini sioni dalili. Akamwambia, akthir min al-istighfar, zidisha istighfar, nenda kafanya istighfar kwa wingi.
akaondoka. Akaja mwingine ana shida ya riziki, hali yake nzito, mambo hayaendi. Akamwambia na yeye, leta istighfaru kwa wingi. Siku nyingine akaja mtu mwingine alalamikia mazao hakuna, naye pia akaambiwa leta istighfar. Wanafunzi wakamuuliza, huyu shekhe, mbona hawa wote kila mtu shida mbalimbali, wote umewaambia leteni istighfar? Akamwambia, hivi ndivyo alivyotufundisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hujasikia ile aya aliyowaambia Mtume Nuh kuambia watu wake, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili samaa alaykum midrara. Maanake mvua zitanyesha nyingi sana kupitia nini? Al-istighfar. Halafu yursili samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin, na mali pia riziki zitafunguka kupitia istighfar. Wa banina, na watoto Mwenyezi Mungu atakupeni kupitia istighfar. Kwa hiyo kumbe istighfar unapoileta kwa wingi, Mwenyezi Mungu hukufungulia mambo yako mengi sana kupitia istighfar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukupatia vitu vingi kupitia al-istighfar. Halafu angalia Mwenyezi Mungu alivyokuwa mzuri kwetu sisi. Kwanza Mungu hukusamehe dhambi zako, lakini kule kule kwamba wasamehe wa dhambi na huku mambo yako ya kidunia yaenda. Subhanallah. Angalia Mwenyezi Mungu alivyokuwa mkarimu kwetu sisi. Angalia Mwenyezi Mungu anavyotupenda. Yani wewe umemkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umefanya dhambi, umefanya mambo ni maasi, waambiwa lete istighfar. Hiyo istighfaru yatibu huku na inatibu na huku, yaondoa madhambi yako. Mwenyezi Mungu atakusamehe madhambi yako, lakini kupitia huko kusamehewa na huku mambo mengine ya kidunia yaendelea. Tumswalieni Mtume Muhammad. Haya yote ni kuonyesha namna gani Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amependwa kiasi gani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kupitia mapenzi ya mtume kwa Mwenyezi Mungu na sisi tukapewa hizi neema. Ukiangalia katika nyumati zilizopita, umma waliotangulia hakukuwepo na mambo kama haya. Haya tumehusishwa na sisi tu. Swali lasema, ni istighfaru gani ambayo kwamba anayoipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Imekuja katika hadithi ya Tirmidhi ambaye ameisahihisha, asema istighfaru mzuri, akmalul istighfar astaghfirullah, ni ile ambayo kwamba tuileta katika swala mara nyingi. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Hiyo ni istighfaru iliyokamilika. Ukawawaleta wewe kila siku mara 100, ndio idadi walioipendekeza wanawazuoni wengi. Lakini msikilize Abu Huraira. Abu Huraira asema, la astaghfiru rabbi fil yawmi wal layla 1000 marra. Abu Huraira ambaye ni miongoni mwa masahaba watukufu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye kwamba ni aktharu rawiyan lil ahadith an-nabawiyya, yeye ndio aliyopokea hadithi nyingi katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asema yeye huleta istighfaru kila siku mara 1000. Na ni mtu ameishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni mtu ambaye kwamba amekaa amelelewa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malezi ya kirohania, malezi ya kidini ambayo ameyapokea kwa Mtume, na amekaa na Mtume mpaka njaa zao masahaba, miongoni mwa mambo ambayo kwamba yalikuwa akiyatokea akiyaishi na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanasema mara moja Abu Huraira ilikuwa njaa imembana sana, hajakula kitu. Saa 7 akakutana na Saidina Umar. Ikawa yeye malengo yake ni Sayyiduna Umar amwambie twende tukatafute sehemu tule chakula. Alikuwa hana maswali ya kidini wala nini. Akamwambia ya Umar, vipi kuhusu aya fulani, vipi kuhusu kitu fulani? Saidina Umar akamjibu, hakumuelewa. Akaona hapa mimi sikufaulu. Mara akamwona Saidina Abubakar hivyo hivyo, ya Abubakar,
ma qauluka fi ayati kadha wa kadha, vipi kuhusu aya fulani unasemaje katika kuieleza na kadhalika. Sayyidina Abubakar pia hakumuelewa, pia akapita patupu. Akaonana na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipoanza kuzungumza naye tu, mtume akamwambia, wewe bwana huna cha aya, huna nini, ni njaa inakusumbua, twende tukatafute sehemu tule. Tumsalieni mtume Muhammad. Kwa hiyo haya ni maisha aliyokuwa akiishi nayo Sayyidina Abu Huraira, na alikuwa karibu na mtume kiasi gani, na alikuwa karibu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka kuweza kupokea ahadithi nyingi sana. Leo yeye aleta istighfaru kwa siku mara 1000. Wa hunaka istighfar, na kuna istighfaru inayoitwa sayyidul istighfar, ambayo kwamba hii mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiileta kila asubuhi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hii inaitwa sayyidul istighfar, yani katika istighfaru zote hii ndio bwana. Na wakati wanasema wakati wa kuileta istighfaru hii mara nyingi ni asubuhi, lakini pia ni sunna kuileta wakati wa khutbataini. Imamu akishakaa katika khutba ya kwanza ile, ni sunna sisi kuileta istighfaru hii, na ina mambo mengi sana tutakuja kuieleza kwa wakati mwingine, au imamu atakuja kutueleza faida yake, lakini pia tafsiri yake. Idadi mzuri wanasema istighfaru jilazimishe kila siku ushikilie mara 100. Natija yake tumesema yufarijul kurub wa yuzilul humum, huondoa makarbi, matatizo, shida. Wa yatika rizqu min haythu la tahtasib, na hukujia wewe riziki kwa namna ambayo kwamba wewe hukuipangilia wala hukuitarajia. Ndugu zanguni, ulimwengu tulionao sasa hivi ni ulimwengu wa kuwa labda ndo dunia tunaiaga. Angalia katika hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asemaje, bu'ithtu ana wasaa kahataini, akafanya ishara ya vidole vyake viwili. Mimi Muhammad kutumiliza kwangu na kuleta ujumbe wangu na kuja kwangu kwamba ni mtume, na kiyama vimeletwa kama vidole viwili hivi. Kwa maana kiyama na mtume Muhammad ni vitu viwili viko karibu sana, vimekaribiana. Bali wanasema kule kuja kwa mtume Muhammad tayari ni dalili ya kwamba kiyama kimekaribia. Na miongoni mwa alama nyingi alizotuhadithia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumeziona. Wanawake kuwa wengi ipo, tushaiona. Wanawake kutembea uchi twaiona. Na katika athari imekuja vifo kuwa vingi twaviona. Tizama sisi wiki hii tu hapa, katika watu ambao kwamba sisi twawajua, au niseme mimi, tumezika karibu watu 9. Huyu ghafla, yule alikuwa mgonjwa, huyu alikuwa mgonjwa lakini alikuwa yuko sawa sawa, lakini kifo ni kama kimemjia ghafla. Maana yake ni kwamba ndugu zanguni, tujiandaeni na kuondoka duniani. Na kujiandaa na kuondoka katika dunia hii ni kuleta hizi istighfaru kwa wingi. Raddul madhalimi ila ahliha, turudishe tulichokidhulumu kwa watu wake, kwa wahusika. Leo ndugu yangu, kuna watu wallahi wanaishi duniani kama kwamba wao hawatokufa. Leo amemnyang'anya huyu, kesho amechukua haki ya huyu, kesho amechukua pesa za yule, kesho na hasa ndugu zetu ambao kwamba wanajihusisha katika mambo ya udalali. Udalali wa kila kitu. Udalali wa magari, maagentani. Tukisema madalali ni maagent. Maagent wa magari, maagent wa viwanja, maagent wa nyumba, maagent wa kila kitu. Siku hizi kila kitu kuna maagent. Haji na umra zote ni maagent. Sasa utakuta mule ndani ya ule agent
kuna mengi yanayofanyika ya dhulma. Hasa yeye anajiona mimi ni agent, naweza kufanya takacho. Pengine kitu cha 100,000 akuambie bana 200,000. Na ajua huyo mtu hali yake ni mzito kiasi gani, lakini hivyo hivyo amkamue mpaka aipate ile pesa. Ndugu zanguni, kwa hakika kuna dhulma ambazo kwamba zingine twazitaka sisi wenyewe. Yaani wasema kama Waswahili wanavyosema dhambi za bure, yani dhambi za kujitakia, ambapo ndani yake utakuta kuna udanganyifu, ndani yake kuna haki ya mtu imechukuliwa pale. Sasa kaifa tasta'iddu lilmaut? Wewe si kwamba utaishi milele, si kwamba wewe hapa hicho utakachokinyang'anya utaenda nacho kaburini. Halafu wallahi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hutupa mifano hai. Yani sisi tuko duniani twaiona kwamba kumbe mtu akifa haendi na gari lake, haendi na nyumba yake, haendi na magorofa aliyojenga, kampuni alizonazo. Utaenda na sanda zako 3, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haya, zile dhulma ulizozifanya, umekusanya nyumba, umekusanya mali, umekusanya mabilioni ya pesa, umeacha familia ndio wanatumia, wewe unaenda kusubiriwa na hisabu siku ya kiyama. Subhan. Ndio maana tukaambiwa hasibu anfusakum kabla an tuhasabu. Tujihisabieni nafsi zetu, tuzifanyie mahesabu. Ndugu yangu, kujifanyia mahesabu nafsi yako, usije ukasema ni kufanya vipi hisabu hiyo. Tizama mwenye biashara yake, ana duka lake, mwisho jioni kabla hajatoka tena pale pale dukani, atakaa angalie mapato, yani kilichoingia katika biashara yake leo na kilichotoka, au kwa lugha nyingine tunaita mapato na matumizi. Nimepata hiki, nimetumia hiki, kimebaki kitu gani? Sasa ndugu yangu Muislamu, hisabu yako na wewe kabla hujalala, kaa upige hisabu zako. Mimi nalala sasa hivi hapa, nishamaliza shughuli zangu, nimeshazunguka, nimeshafanya pirika zote. Sasa hivi napanda kitandani kulala. Je, nimeswali swala zangu 5? Alhamdulillah, nimetimiza swala 5. Je, kuna mtu nimemdhulumu haki yake katika siku ya leo wakati mimi naendelea na pirika zangu za kazi za shughuli? Kuna mtu nimechukua haki yake? Ndiyo, kuna bwana mara moja nilichukua bila kujua, wacha nimpigie simu au nimtumie hata message, bwana mimi kuna haki yako, kesho nitakurudishia. Kuna mtu nimemwambia kitu ambacho kwamba sicho, vipi nitarudisha haki hii? Kuna mtu ambaye kwamba amenidhulumu mimi, nimemsamehe, japo ni pagumu hapo, lakini yule ambaye kwamba ana iman thabit na anamfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atakuwa ni mwepesi wa kusamehe katika kila kitu. Ndugu zanguni, hasibu anfusakum kabla an tuhasabu. Nimeleta istighfaru ngapi leo? Nimemswalia Mtume mara ngapi? Sijafanya. Hebu ngoja kwanza kabla sijalala, angalau hata istighfaru 100 tu. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa, hivyo mpaka 100, kisha pumzika. Uone zile istighfaru zitakuletea faida gani. Kwanza umemtaka Mwenyezi Mungu msamaha kwa kutwa mzima ile iliyopita, kwa sababu sisi wengine tunamkosea Mwenyezi Mungu min haithu na'lam wa min haithu la na'lam. Unaweza ukawa umekosea kwa kujua au kwa kutojua. Yote utakapofanya ada hii, ukamswalia Mtume mara 100, ukaleta istighfaru mara 100, basi unaona mambo yako yanakwenda, na Mwenyezi Mungu atakuzidi kukufungulia, maradhi yatapungua, mazito yatapungua kwako wewe, utaona maisha yako yanakwenda vizuri katika hali ambayo kwamba wewe wairidhia, na huku madhambi yako yanafutwa. Mwenyezi Mungu tujalie min alladhina sami'una alqawla wa yattabi'una ahsanahu. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.